Kocha, tukiwa tunafuatilia mchezo wa mpira, tunaona kuna wachezaji wako tofauti tofauti, kuna watu wenye viwango tofauti, kuna watu wana skill nzuri ambao wanaweza kuiperform vizuri, kama ana uwezo kupiga pasi vizuri au kutoa pasi maeneo muhimu akasababisha timu yake kusonga mbele na kutupa raha mashabiki. Lakini hizo mbinu ambazo huwa wanazo, nafikiri huwa wanajifunza. Ninaomba leo tuweze kutueleza kuhusiana na stage ambazo huwa wanapitia wakati wanajifunza skills moja ama nyingine wakati wakiwa wanajifunza huko mazoezini. Karibu. Okay. Ni kitu cha msingi sana kujua stage ambazo wachezaji wanatakiwa wapitie wanapokuwa wanajifunza skill fulani. Kwenye ligi yetu tuna wachezaji ambao wanafanya vizuri. Tuna kina Faisal, tuna kina Pacome, tuna kina Chama, kuna Mohamed Hussein, yule ni ball dancer mzuri. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri. Kuna stages ambazo mchezaji anatakiwa azipitie anapokuwa anajifunza skills fulani. Ukiona mchezaji anafanya vizuri skills fulani na akawa anajitofautisha kutokana na wengine, maana yake kuna stage ambazo amezipitia. Kuna stage 4 ambazo mchezaji ukizipitia kwa usahihi unajikuta kwenye skill fulani uko vizuri, unakuwa yani, na inawezekana ukawa vizuri skills zote. Inawezekana. Lakini kwenye ligi yetu wapo wachache ambao wako vizuri. Kila ukiweka hiki box kinatiki, ukiweka hiki box kinatiki, ukiweka hiki box kinatiki. Lakini kuna wengine unaweza kujikuta ni mchezaji mzuri na ni mchezaji muhimu, lakini unaweza kukuta labda ni anajua kukaba vizuri, lakini passing ability yake sio nzuri. Kuna mchezaji unakuta dribbling ni mzuri, lakini pass sio nzuri. Wapo hao unawakuta kwenye na wanacheza kutokana na mchango wao ambao wanatoa kwenye hiyo engo. Kwa sababu unaweza kuna muda timu inahitaji defense. Itampa. Si ndio? Ndio. Lakini timu ikihitaji labda pasi ya mwisho haumpi. Kwa hiyo inatakiwa ni namna ambavyo kocha atatumia yule mchezaji aweze kumpa mtokeo kutokana na kile kitu ambacho anaweza kukifanya. Stage ya kwanza inaitwa unconscious incompetence. Hii ni stage ambayo kila mchezaji anaipitia. Pale ambapo unaenda kukutana na coach, let's say wewe una mtoto wako, sasa hivi unataka umpeleke sasa academy fulani, akajifunza sasa mpira wa miguu. Hata wewe sasa hivi na ukubwa wako huu, labda wewe unacheza netball, si ndio? Ndio. Unataka kujifunza basketball, si ndio? Unapoenda kwa coach, stage ya kwanza unakuwa ni unconscious incompetence. Maana yake kwanza hujui basketball, hujui chochote, na hata wakikupa mpira uweze kufanya chochote. Kwa nini tunakuwa terminology mbili ambazo zimeunganishwa? Kwa sababu kwenye michezo ili uwe mzuri lazima uwe na uwezo mkubwa wa kiakili kwa kile unachokifanya uwanjani. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kiakili, uwe mkubwa, akili yako imekomaa. Ndio maana kuna watu tutasema body brain, sijui unasikilizaga watu wanasema sawa terminology kama hiyo. Maana yake huwa na uwezo kiakili unachokifanya, anafanya maamuzi wakati sahihi, muda sahihi. Hiyo maana yake ni akili, anatumia akili. Then huwa na uwezo sasa wa kukifanya kile kitu, ndio inakuja kwenye competence sasa hapa. Kwa hiyo ukifika pale sijajua utaanza mchezo gani. Labda mostly utaanza labda kufanya hizo dribbling au bouncing sijui nini. So tuchukue mfano labda umefika kocha anataka kukufundisha passing, si ndio? Kwa hiyo siku ya kwanza anaanza atakwambia hata kama umetoka skills, labda umetoka kujifunza dribbling, umekuwa mzuri, si ndio? Sasa unaanza kujifunza passing. Maana yake kwenye passing unakuwa ni conscious incompetence. Unaweza kuwa competence kwenye dribbling kwa sababu umeshajifunza, umeshajijua, si ndio? Lakini unapoama skills nyingine, maana yake hujui tena. Kwa hiyo kocha anaanza kukuambia leo tunajifunza passing. Passing. Passing si zipo za aina hivi na hivi na hivi na hivi. Leo tunafanya chest pass. Hii chest pass inatumiwa kwenye mazingira na unaelewa. Kuna chest pass. Unaanza sasa kufanya practical. Ndio inakuja sasa inapima hiyo performance. Kwamba huyu mtu kiakili anajua, lakini kuperform kile kitu practically na pia anajua. Na unaweza kumkuta mchezaji kwenye ligi kuu kuna kipengele hakijui kabisa. Wapo. Okay. Japokuwa sio kwamba unakuta hawajui kabisa, lakini uwezo wake wa kimaamuzi ni mdogo ukilinganisha. Labda unaweza kujikuta ni mchezaji mzuri lakini maamuzi yake sio yani yako taratibu. Wapo wachezaji na anaweza asiamue namna hiyo. Lakini kuna mchezaji uwezo wake wa kiakili ni mkubwa, lakini sasa kukitoa mguuni kile kitu, kwamba kile kitu ambacho ukifikiria ni kipengele kingine. Kwa hiyo unajikuta yeye bado kwenye hiyo skills alikuwa kwenye nafasi nzuri kabisa, yani amepaisha jamani. Okay. Kwa hiyo sasa ukishaambiwa sasa
ukajua. Then stage ya pili ni inaitwa ni conscious incompetence. Maana yake nini? Conscious umeshatoka kwa unconscious, umeshaambiwa sasa kwamba hii this is passing chest pass. Kwa hiyo unaofahamu hiyo chest pass, ndio mfano tunatolea chest pass, ndio. Lakini kuperform sio one night. Bado panakuwa mtiti. Yaani uwezo kufika tu leo nimekwambia ni chest pass ukapata na hiyo idea hapo ukaanza ukajua mnaga hivyo. Ingekuwa kama hivyo kila mtu angekuwa anajua kucheza. It takes time mtu sasa kuweza kumaster hiyo, kuifanya practical, si ndio? Yeah, hiyo ambayo umemuelezea. Umeelewa? Kwa hiyo ukikuta mchezaji sasa ana uwezo wa kuelezea, let's say hata kuna baadhi ya wazazi unakuta wanawapeleka wachezaji watoto wao, si ndio? Kwenye hizo academy au sehemu yoyote ambapo wanajifunza michezo mbalimbali, unakuta anajifunza netball. Akirudi nyumbani muulize, umejifunza nini? Anaweza akakwambia kufeki. Hebu njoo ni feki. Mtihani, si ndio? Kuna mwingine anaweza kaja nyumbani, umejifunza nini? Sijui. Nimesahau. Unaweza kanionyesha? Naweza nikakuonyesha, si ndio? Kwa hiyo jikuta yule kukuonyesha anaweza. Kwa hiyo taratibu utakuja unapata hiyo stage ya tatu. Ambapo stage ya tatu sasa inataka mtu awe ni conscious na competence iwepo, yani vizuri kichwani, mental, yani na kufanya hicho kitu kutoka kichwani kuja kwenye uhalisia, anakuwa ameshaingia stage ya tatu. Yani mtoto wako ametoka hizo academy, ametoka umefanya nini? Leo coach katufundisha dribbling. Unajua kama umeamua kumpeleka mtoto academy, utakuwa tu na mpira pale nyumbani, sio? Hebu nionyeshe, hebu dribble, na akadribble kweli. Umeelewa? Maana yake yuko stage ya tatu ya kujifunza. Kwamba huyu sasa anaelewa anachofundishwa na mwalimu, anajua anachokifanya. Anafanya. Si ndio? Inakuwaga hivyo. Lakini akitoka hapo inachukua muda pia kwenda stage ya 4. Na muda unatofautiana mtoto na mtoto au mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa hapo kwenye michezo sana inabebwa na talent. Na ndio maana unaweza kujikuta Ronaldo akabaki Ronaldo, Messi akabaki Messi, Haaland akabaki Haaland. Inategemea wewe talent yako, Mwenyezi Mungu amekupa talent ya aina gani. Barani Ulaya tunaona kuna wachezaji sio kama ana talent. Yaani unaweza kuona hata mchezaji wa ligi kuu, unaona bwana huyu anaweza akacheza kama mchezaji fulani ambaye yuko Ulaya. Lakini wewe yuko ligi kuu Tanzania, yule hawezi kwenda Ulaya. Kwa nini? Yule yuko trend. Yaani hizi stage zote kazipitia kipindi yeye anajifunza mpira. Amezipitia zote hadi kufikia hapo. Kwa hiyo yuko vizuri, kwa sababu ili mchezaji awe na performance nzuri uwanjani kuna components kama 4 hivi. Moja wapo ikiwa hiyo technique, tactical, fitness, hizo mambo mengine tutazungumzia siku nyingine, si ndio? Kwa hiyo sasa wachezaji wale tayari wameshatengenezwa kwenye hiyo misingi, wanaelewa. Lakini ukirudi kwenye skills sasa, ambao ni moja ya kipengele cha kitu ambacho kinamfanya mtu awe na performance nzuri, ambayo ni technique. Lakini kwa kawaida mchezaji anatakiwa aweze kufit skills zote. Ili uwe mchezaji mzuri. Sasa mchezaji ambaye tayari anakuwa ameshakuwa na hizo skills zote, yani amefikia hadi level 4 hiyo ya hatua za ujifunzaji, huyo huwa anaitwaje? Sasa level 4 kwanza sijaelezea, lakini naomba nijibu swali lako. Mara nyingi huwa tunapenda kuwaita professional players. Ndio hao sasa. Yani huyu tunajua sasa huyu bwana amefikia level ya kiprofessional. Hao ndo anafanya tunaona mpira ni mwepesi. Mpira ni mwepesi. Hatutegemei akienda kwenye timu aanze kufundishwa dribbling. Aanze kufundishwa passing. Ataanza kufundishwa vitu vingine. Vitu ambavyo ni tactical, more tactical, na hizo fitness, kwa sababu fitness huwa ni always lazima ufanye. Lakini technically ni vitu vidogo ambao tulikuwa tunafanya kwa kujikumbusha, lakini uweze kufika pale umsajili mtu kama Chama au Pacome afu mfike uanze kufundisha dribbling. No. Sawa? Kwa hiyo inakuwaga hiyo tunaita professional players. Na tunaona hata Ulaya wapo wengi wanakuwa na majina makubwa. Kwa hiyo sasa stage ya 4 sasa ambayo wakitoka hapo tunaweza kusema sasa huyu ni professional player. Tunasema inaitwa unconscious competence. Umeona hizo terminology zilizokuwa sasa? Kumbuka ya kwanza ulikuwa ni unconscious. Alafu ulikuwa ni competent. Sasa hapa kuna unconscious tena. Sasa hivi tena hapa kuna unconscious competence. Maana yake nini? Conscious ni ufahamu. Sasa unconscious tunachukulia kwamba sasa matukio anayoyafanya uwanjani yanakuja automatic.
Yaani tena hamna tena kufikiria ameiva. Sasa hapa ni dribble. Ndio maana yule anaweza akafake akafanya kitu fulani anajua hii yani nifanye sekunde, yani within tena sekunde ni kubwa. Kishajua hapa nataka nifanye nini. Afikiri mara nyingi. Lakini mchezaji ambaye yuko stage ya 3, wewe ukiwa kama kocha lazima wewe una shout uwanjani. Hata kwenye netball unaweza kawa unaona akidaka sehemu fulani hadi umwambie piga tu. Wewe mwenzako. Si nini? Huyo bado yuko kwenye stage ya 3. Maana yake ukimwambia ukimkumbusha tu anaelewa, na anaweza akafanya. Kama anaelewa na anaweza akafanya. Kwa hiyo stage ya 3 sasa wewe ushawishi wako kocha ndio unampeleka stage ya 4. Exactly. Yaani kama ulikuwepo. Si ndio? Kwa hiyo huyu stage ya 3 tukirudi nyuma kidogo hapo anahitaji encouragement. Umeelewa? Kwa sababu bado kuna kitu kinaitwa daily routine. Vile vitu unatakiwa wanavifanya mara kwa mara hadi viingie kwenye brain yake, vile vinakuja automatic. Uache kumwambia. Uache sasa kumwambia. Kuna wakati sasa utapumzika. Sasa kocha anachukua maji, unachukulia, unajua watamaliza. Exactly. Kwa hiyo akitoka hapo ndo anaenda kwenye hiyo stage 4 ambapo sasa unajikuta vile vitu vinakuja automatic. Ndio maana wachezaji ambao wanacheza ligi kuu uwezo kumkuta kocha anamwambia pale dribble. Anampa maelekezo ambayo ni tactical. Kwa sababu anajua tayari huyo anajua anachokifanya. Tactical. Kwa nini? Kwa sababu mimi siwezi kukuambia ukifika pale dribble kwa sababu huwezi jua defender atafanya kitu gani. Atakachokifanya defender wewe unajua cha kufanya. Ana uhakika na akili yako kwamba iko vizuri. Najua wewe utajua cha kufanya, lakini mimi nataka ukifika pale mpira uende sehemu fulani. Atakwambia nataka nishambulie tupite sijui wings. Ukifika sijui winger tunataka huyu, tunataka 1v1 tuzione. Ukifika hapa tunataka cross. Na ukishafika kwenye hii stage 4 maana yake una exist kwa muda mrefu na unaanza kujitofautisha na watu wengine. Japokuwa stage zote hizi kuna kitu kinaitwa proficiency. Proficiency ndio inapima wewe umetoka stage gani kwenda stage gani. Unaweza ukawa umekaa stage ya 3 kwa muda mrefu na utoki, uwezi kwenda stage ya 4. Kwa nini? Unachokifanya si cha 100% accurate. Usahihi. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye timu usipojua kufanya assessment, kuna mchezaji ambaye anakudanganya kutokana na yeye proficiency yake ni ndogo. Unaweza kujikuta labda ni striker, let's say, ndio? Touch kwenye goli, kwenye ile box ana touch zaidi ya 10, ana magoli 2. Umeelewa? Lakini kuna mchezaji hana touch nyingi, ana touch 5 na magoli 3. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo ndio maana kwenye timu hizi ambazo ni zina watu ambao wana bench na ufundi limekamilika, wanafanya kitu analysis. Wanajua huyu mtu hivi ndio wanaanza wana hizo statistic, wana hizo kitu. Na ndio maana sometimes tunasema kwa nini mtu fulani acheze au vipi hivyo, kwa sababu usahihi wake kwenye eneo. Na ndio maana unaweza kujikuta Pacome akiwa nje tunaanza kulalamika. Watu watalalamika. Kwa nini Pacome yuko? Lakini labda kumbe hata anaumwa, lakini watu wanajua yule mtu akiingia pale atafanya kitu. Lakini haimaanishi wakati sahihi. Lakini haimaanishi aliomwa hajui kufanya. Ila tu ule accurate. Exactly. Utamkuta sasa hivi watu walikuwa wanasema labda Chama sijui kafanya nini. Kaja Simba mechi nyingi anaanza. Lakini kuna wachezaji wapo pale amewakuta. Walikuwa wanasema labda anaweza sipate nafasi ya kucheza. Kwa nini? Yeye proficiency, usahihi wa maamuzi na nini ni mkubwa kuliko watu wengine. Kwa hiyo unajikuta hawa sasa ndio wale kwenye professional levels wameshafika huko. Hiki kitu ni kimoja, kumbuka. Kwa hiyo unajikuta hizi stage zote ni dribbling. Inatakiwa upite huko kote. Unakuta hizi stage zote passing. Na passing zipo aina nyingi za passing. Kwa hiyo usipopitia hizi unaweza kujikuta kuna skills unaishindwa. Kuna baadhi ya skills unashindwa. Kama ambavyo tumesema mwanzo, unajikuta mchezaji ni beki mzuri hewani, kwenda hewani, si ndio? Ni mzuri kwenda hewani. Ni mzuri sana mguuni kupiga pasi, lakini mkicheza sehemu ambayo inamhitaji ya dribble, akikutana na mtu ambaye anampa pressure anapoteza mpira. Lakini automatic mabeki wote hawana uwezo wa kudribble. Sio wote. Sio wote. Inategemea, ndio maana nimesema japokuwa sasa
Ndio maana kuna kitu nimesema daily routine. Kwamba yule ni beki, anacheza position gani? Kwamba ni mambo gani ambayo anayafanya mara kwa mara hata kama akiwa mchezaji. Sawa. Pacome mara nyingi anapocheza yeye ni kiungo mshambuliaji. Maana yake nini? Anahitaji dribble muda mrefu, anahitaji penetration pass muda mrefu. Kwa hiyo unajikuta ile anafanya mara kwa mara, anajikuta kwenye hicho kitu ni more advanced ukilinganisha na mtu labda Mohamed Hussein au akina Mwamnyeto au akina Jobu akina nani ambao wanacheza kwenye lakini na hao na wenyewe ni wazuri kuliko yule. Mfano ikiwa inapigwa cross, mabeki wale wazuri hewani kuliko hawa viungo washambuliaji, kwa sababu hawafanyi sana mazoezi. Wale ni sasa unaona usahihi wa mabeki. Kwa hiyo unajikuta kuna sehemu unakuta huyu yuko vizuri, huyu hayuko vizuri kutokana na pia na positioning anayo. Kwa hiyo ukiwa kama kocha, ina maana utatrain kulingana na mahitaji ya mchezaji wakati wa mechi. Kwa mfano kama akiwa beki, atakuwa ni mtu wa kuzuia sana. Kwa hiyo kuna skills za kuzuia, yeye ndio inatakiwa awe bora, au atajifunza zote tu? Inategemea uko kwenye umri gani. Okay. Ukiwa ni youth, yani hawa vijana, unajifunza zote. Then unapoanza kucheza sasa kwenye ile competition level, kocha anaweza akaanza kukwambia wewe kwa uchezaji wako wewe unapokuona wewe cheza beki. Na unaweza kujikuta wewe ni mchezaji unajiona wewe ni beki, lakini kocha akaanza kukwambia wewe kwa uchezaji wako kuwa striker. Au wewe kwa uchezaji wako kuwa midfielder. Na kuna baadhi ya wachezaji hata ukiwasikiliza wakina mfano Kapombe walikuwa ni midfielder, sasa wanacheza beki. Lakini ukisema yule anaweza kucheza beki na striker, hawezi kulingana na kina Prince Dube au kina Depo ambao wao maisha yao ni striker, kwa sababu wao daily routine wanafanyia mazoezi ya pale pasi. Ishakuwa hivyo. Na hata kwenye professional unakuta mchezaji anatafuta kocha ambaye atamtrain specific drills kutokana na position anayocheza. Striker kuna makocha ambao wanafundisha striker. Basi. Striking, zile movement za pale kwenye box zote anafundishwa. Kwa hiyo kuna makocha wa striker, kuna makocha wa mabeki, kuna makocha wa makipa. Makocha wa kipa tunawaona. Kwa hiyo uwezo ukawa kocha wa striker ukafundisha beki. Kuna ile general knowledge ya coaching. Lazima uipate, lakini unapokuwa unaenda mbele unakuwa specific. Kwamba sasa mimi nataka ni specific kwenye kitu fulani. Okay. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Asante sana kwa muda wako kocha. Sisi tunakutakia siku njema. Shukrani na karibu tena. Haya.